Nilikwambia hautakiwi kuzaa na hauwezi kuzaa. Kiumbe kilichokuwa tumboni mwako nimeshakichinja na utachukua roho yako. Vipi mama? Hamna baba. Naota tu. Haya. Haya, wewe jazito imaima najua hivi. Jua kali ya maji. Haya kwangu mbio mbio nini? Najua mwezi wenyewe unakaribia mwishoni lakini wewe acha kutembea tembea. Una shida gani? Wewe acha tu ndugu wangu. Nimelala leo mchana. Nimeota ndoto hiyo. Nimeota ndoto nipo kwenye poli kubwa, nipo kati ya poli. Nashtuka hivi namwona babangu mkwe yupo mbele. Alafu nasikia sauti kali ya mtoto analia, mtoto mchanga. Nikijiangalia hivi nimeloa damu. Baadaye babangu mkwe anainuka. Yaani kajaa damu, yaani mikononi ana damu. Unajua damu? Nakuja kushtuka kwenye ndoto namuona babangu mkwe anatia uzi anataka kaswali. Kwa kweli kabisa zinanichanganya sana hizi ndoto na hii hali nilokuwa nayo. Hivi kikweli mimi nitazaa salama kweli? Utazaa salama, Mungu yupo. Ila mimi nataka nikushauri kitu. Hakika hapa nikikushauri kwamba umwambie mume wako hizo ndoto unazoziota, bali utakuwa umetengeneza ugomvi mkubwa. Mimi nataka hapa utumie akili jinsi gani utaweza kumwelezea mume wako njia gani ambayo unaweza kukupelekea kwa mama, ili utakapofika kwa mama akose cha kushindwa cha kukusaidia wewe. Aidha mama mwenyewe atakuwa anajua au mama anaweza katafuta ndugu zake wawili watatu wakapata njia kukusaidia wewe mwenzangu. Ila mimi sikushauri kwa matukio hayo yanaendelea ukae pale na hiyo mimba yenyewe kwa mwishoni. Mimi najua mume wako umuelewa. Ukimwelekeza kwa njia nyingine atakuwa anakuelewa, na wewe unapomwelekeza mume wako tumia akili, usitumie nini hasira. Mimi hapa mimi hata sicha kusema kingine. Sawa, nitalisikiliza wazo lako ndugu wangu. Nitaenda nitamwelezea mume wangu. Atakaporudi nitamwelezea mume wangu. Nitamwambia nikajishikilie kwa mama kwanza. Mimi mwenyewe tu umenisimulia hapa na kuchoka kwangu kote. Naikuta sana mimi nimelegea. Maana sijachoka tena, nimefaa kulegea. Naogopa. Haya wewe uliota ndoto? Acha. Hakika baba mkwe wako ana magumu.
Hivi nao. Okay, niambie. Poa mzima. Fresh tu. Habari ya kazi? Kazi majanga tu mke wangu. Kila ninapoenda nikirudi mikono mitupu. Hata sijui nifanye nini. Na pia nakuazia sana wewe. Sijajiandaa na vifaa, sina pesa, sina chochote hapa nilipo. Mpaka najisikia ovyo kabisa katika maisha yangu. Naomba nikuombe kitu. Uniombe tena kitu? Haya, niambie. Naomba kwa siku zilizobakia, naomba nikajishughulikie kwa mama yangu. Japokuwa hali yako ni ngumu. Utakachopata utaniletea, utakachopata utanitumia. Utavumilia. Sio kama sitaki mke wangu. Natamani sana nikupeleke kwa mama. Lakini naangalia hali yangu imekuwa tete. Sasa vifaa havijatimia. Nikikupeleka kwa mama itakuwaje mke wangu? Sawa, najua vifaa hujaninunulia. Ila kesho si umesema unaenda kazini. Au ikishindikana, mamangu atakupa sehemu atanunua. Ukipata utalipa. Sawa mke wangu, wala usijali kwa hilo. Nitakupeleka. Sawa? Na wala usijali kwa hilo. Sawa? Yo. Baba, mimi nimekuita. Ila kukuita kwangu kuhusiana na mkweo. Kuna nini tena? Kwani kuna tatizo? Hapana, tatizo hakuna baba. Ila tu mimi nataka nimpeleke kwao. Sawa. Hiyo baba, mimi naona iko sawa sawa. Ndio baba. Wala hakuna shida, hakuna tatizo lolote. Ndio. Kwa sababu kule anikokwenda kwanza wapi. Sawa sawa. Sawa mwanangu. Ndio baba. Ila naomba nikuulize swala moja. Ndio baba. Je, kwa sababu yule wakati umefika wa kujifungua unakaribia. Ndio. Unamuona yule mke wako. Ndio. Muda tayari wa leo wa baadaye. Ndio. Je, tayari ushafanya ushajiandaa masuala ya yeye vile vifaa vile vya kwenda kujifungulia huko? Kiukweli baba bana, sijatimiza kwa kitu chochote. Kwa nini? Kiufupi kwamba hali yangu ni ngumu sana baba. Sasa bora tu nimpeleke kule, labda baba mkwe anaweza akanisaidia. Sikiliza nikwambie mwana. Ndio baba. Wewe ni mtoto wangu. Ndio. Hakuna njia nyingine ya kufanya mtoto wangu. Ndio. Mimi baba yako. Kwenye hilo nitajaribu kukusaidia. Nitashukuru sana baba, maana hali yangu imekuwa ngumu sana. Usiwe na wasiwasi. Mimi mzazi wako nipo. Kile nilichokuwa nacho ndio nitakupatia ili uende uhanunulie hizo vifaa umpeleke huko kwa mzazi wake. Baba nitashukuru sana, maana nikienda baharini tu nikirudi tu baba, mimi nitakuja kukurudishia. Unirudishie nini mwanangu? Vingapi utanirudishia hivi tangia kipindi hicho chote nilivyokulea wewe? Utaweza kunirudishia? Mimi nafanya hivi kulingana na wewe mtoto wangu, mwanangu. Sawa sawa. Sawa mwanangu. Sawa kabisa. Basi ngoja niingie ndani niangalie kilichokuwa. Sawa baba. Tashukuru sana. Mama, mimi nimekuja. Ila kuja kwangu, unajua hali kabisa ya mke wangu ilivyo. Na unajua kabisa kwamba ujauzito wa kwanza lazima akajifungulia wapi? Kwao. Sasa kiukweli mama, mimi nimekuja, ila kuja kwangu naomba unipokelee mpaka pale akijifungua. Hamna shida baba. Kuhusu hilo? Ondoa shaka kabisa. Huyu ameshafika nyumbani kwao. Hamna shida. Nitashukuru sana mama. Basi kikubwa tumuombe dua. Mwenyezi Mungu tu amjalie sisi salama. Nitashukuru sana mama. Maana kwa kila kitu tayari nishatimiza. Mpaka vifaa, kila kitu anavyo. Sasa kiukweli mama, nashukuru sana kwa kunipokelea. Basi sawa mwanangu. Nashukuru.
Nashukuru sana mwanangu. Kwa hiyo ndio. Basi mama, mimi sio mkaaji sana, maana nataka leo inawezekana ninaweza nikaondoka baharini. Sasa naomba ruhusa yako ili niwahi kwanza kazini. Baba, hata chai? Mama, nitakuja kula tu siku nyingine, ila tu leo niache mimi niende. Haya baba. Kwa mfupi mimi nikuombee dua, Mungu akusimamie katika safari yako na katika kazi zako pia. Nashukuru sana mama. Haya baba. Basi niache mimi niende. Nikwambie kitu, hazitajirudia tena na kukuacha. Mimi si ndo mamako nilokuzaa. Kwa hiyo ondoa hofu. Hazitajirudia na mimi nitakusimamia mpaka dakika ya mwisho, mpaka kieleweke. Mama, kwa hiyo nashukuru sana. Sababu yani nilikuwa naota ndoto za ajabu. Yaani mpaka naogopa. Mpaka nakosa amani. Usijali. Hata usijali kwa sababu mimi nilikuwa nimeshajua mapema kwamba baba wako. Mbona pia nilikuwa sijui mimi? Mbona nimekaa kile tulikuwa najua mmoja kuzeti. Lakini kwa kuwa umekuja kwangu mimi mamako nitakutandika, nitakufunga na nitakuwekea kila kitu kinga katika mwili wako. Nimekuja kukupa taarifa. Kwa mwana, mimi tumejiongea. Ndio, dawa amekuja. Kumbe. Jamani. Mungu wangu huu unaoona hivi sasa tunavyoongea. Nimeleta tu taarifa niondoke zangu. Nenda kushinda hizo dawa. Nataka nimalize kila kitu. Nataka kumtandika na kila kitu kama unavyojua. Kwa hiyo kweli na kesho mambo yanaenda kama tulivyopanga. Sawa. Kuna kinachoharibika. Zaidi la. Hai. Makubwa. Mimi ngoja niwahi shamba. Nikafanya kuchimba ile dawa nyingi. Nimalize kazi yangu mapema. Sawa. Haya dada. Hebu tena. Poa.
Niweza kufumua mwenyewe. Na nimechoka, najisikia nimechoka, hata sielewi hapo tuendelee. Kufumua mwenyewe kwanza nitakuwa na Sasa kunifumua. Mwenzangu nimechoka. Yaani yenyewe nimetoka nje kwa heshima tu. Na hiyo natoka hapa nje nikusuka. Ndio hivyo tu. Nywele zangu vidogo hivyo hatari. Na hivyo zinavyochelewa nywele zako maana najuaga hizo. Nisaidie tu hivi shoga yangu. Mwanangu babu anapita njiani. Kafanya hiyo. Unajua rafiki yangu anaija anakuja. Ni baba mkwe. Huyo baba usimwelewe. Sawa. Wewe mwanaji na huku anaota ndoto mara mibaki natolewa. Mara huku na huku anamchinja mtoto kumpaka mtoto analia. Mwanaji nakwambia ni heka. Shida yeye. Usimuone hivyo kuswali kila siku lakini nasi kama nini. Ama lolote ulifanya wewe kwanza. Na sisi tunamuogopa sasa hivi. Wewe bwana unasema unamuogopa. Mimi namuogopa kama vipi? Namuogopa kadri. Sijajua. Mungu nimesema wewe. Wewe na chumbea pumua nikusuke mimi kala zangu. Sasa mzangu ni jana mzito. Naye upowi. Mimi leo mama na kufunga mwili wako. Wale watu wanaokuchezea na kuhusu hayo mandoto unayoyaota sijui kwamba mimba kutoka. Haitotoka tena. Umenielewa? Umekuja kwangu mimi mama. Hivyo basi nitakusimamia mpaka dakika ya mwisho. Na hawatafanikiwa katika kazi yao wanaotaka kuifanya kwako. Wanacheza na akili yangu. Hawajaujua moto wangu. Hivyo basi kuanzia sasa hivi mtamba mizimu yangu upande wa babani, mashariki, kaskazini, kusini, wakufunge na utajifungua salama. Dalomba watarajisa sugumaki yangu yalita kama ukwela kyo mwana w'imwezi rajakwe mtunge asimize nalo bango. Fungua mikono nikiwa na kufunga, usifunge mikono. Wewe unajua kama unafunga njia zako. Hawakuchezei tena. Labda sio mimi. Kwandije haha. Olugala kuomile gono yo. Tuhama jilote kushoga ja. Na atajifungua salama. Kwa uwezo wa Mungu. Inuka mwanangu. Tembea taratibu. Sababu ndio mipango ya Mungu. Leo tumekosa, kesho tunapata. Siwali sio kesho. Wewe dua tu tunapakia na kuondoka. Ndio kusema kupakia kilala siku nipotea. Kweli kabisa. Sema nini ndugu yangu? Kiukweli mimi nimevurugika sana. Nini? Kuhusu shemeji yako. Si unajua hali aliyokuwa nayo? Mimi siwazi sababu shemeji sinajua jinsi hali ya maisha yetu. Ndio. Kwa hiyo mwambie vumilie. Sisi tukipata, atapata na yeye. Basi sawa, haina shida ndugu yangu. Mchana mwema bwana. Basi haina shida. Basi poa pamoja. Poa. Kwa television shemeji basi. Baridi haina noma. Baridi. Niambie ndugu wangu. Poa mzima. Poa. Poa. Mimi niko poa. Wewe umenipa mwenyewe kwa mama.
Umenipa wapi shoga? Nimepambania mwenyewe mpaka umekuja. Naambia ndugu wangu. Mimi niko poa. Nikasema kazi wiki ngoja nikamwona shoga yangu akia kwa nimemsusa, nimemshauri akija huko mwenzangu ndo nimemsusa tena. Wewe tena kushukuru kwa hilo tu ndugu wangu. Una baya. Shoga yangu. Vipi ndoto zako zile? Maana kule kulikuwa kuna kutisha ndugu wangu. Kwa kweli nashukuru. Kama unavyomjua mama yangu Binya Kionza. Ana baya. Kanitambika, kaniosha, kanikinga. Hivyo hapo unavyoniona. Yaani sioti ndoto hiyo. Kwa hilo namshukuru mama yangu. Na hivyo hapa nikirudi nikijifungua salama nikienda kwangu na mume wangu tu anapokaa. Babangu kwako kama ndio kweli ni mcheo hivyo kweli. Atakubali pale amwamishe mwanae akacha shaona njia yake ndio hiyo. Atakubali, usikubali kwa nini? Tume Mungu shala. Wenzangu kanikoga hata uji japo na mimi ndo wenzangu hata kikombe cha chai nimekaa hapa napiga nyama mbele asubuhi pale hata chochote kitu sikijui. Haya, poa basi ndo. Maana naongea mdomo tu hapo lakini sio vitendo. Baba. Ndio mwana. Mimi nina mazungumzo kidogo na wewe baba. Karibu. Ongea tu. Baba bana, mimi nimefikiria sana. Na mimi ni mtu mzima sasa hivi. Na nina familia. Sasa nikisema tu nichukulie maamuzi kama mimi mtoto, nitakosa atalazi kutoka kwako. Sasa ukweli nimekuja hapa kukuambia ile mimi nataka nirudi kule kwenye ule mji wa baba ili nikauendeleze. Sasa kama nina makosa au ninakosa basi naomba unisamehe tu babangu, lakini nimefikiria sana na ule mji ndo unapotea kule baba. Sawa mwana. Mimi nimekuelewa. Tena nimekuelewa sawa sawa. Ndio baba. Lakini nikuulize jambo moja. Ndio. Kwa sababu wewe unaondoka hapa nyumbani. Na sisi kama unavyojua vizee vyako, sisi ni tushakuwa wazee. Ndio baba, najua hili. Na kama unavyojua wazee walivyo. Ndio. Labda umepita huko mitaani, umesikia mitaani huko, mara baba yako mchawi, sijui baba yako kafanya hivi. Yote kwa yote unaweza kusikia mwana. Uniambie baba yako. Je, kuna lolote baya nimekufanyia? Hapana baba. Hakuna tatizo lolote. Ila tu nimeamua tu kwenda kuendeleza ule mji wa kaka yako. Kwa sababu ule mji unapotea baba. Sasa kila nikifikiria, kila nikiwaza, nikaamua bora tu mimi niende kule nikauendeleze na familia yangu ili mambo mengine yaendelee. Na hapa mimi niko babangu mdogo, lazima kwa lolote vile nitakuja, nipatwe na shida, nisipatwe na shida. Hapa mimi wewe ndo babangu mdogo, ndo ulionilea baba. Sawa mwana. Mimi moyo wangu sawa. Ndio baba. Tena nakupa baraka zote mwanangu. Ndio. Huko unapokwenda uishi kwa amani. Kwa sababu hata mimi mwenyewe baba yako. Tangia nimekulea mpaka sasa umekuwa. Sasa ndo unanitamkia maneno ya kiusima. Ndio baba. Kaka yangu amefariki muda mrefu. Na ule mji kule hakuna wa kuendeleza. Ndio baba. Nizali mtoto wangu umekuwa. Unajitambua, una familia yako. Basi mimi nikutakie tu kila la heri. Uende ukaishi salama tena kwa amani kabisa. Sawa mwanangu. Sawa kabisa. Uwe safi mwanangu. Nashukuru sana baba. Ushaanza mambo yako babangu. Basi sawa baba, mimi kwa sababu nishakuwa mtu mzima, acha mimi niende nikauendeleze ule mji. Hakuna tatizo. Hakuna tatizo hata kidogo mwanangu. Wewe unaweza kwenda tena kwa roho safi. Na mimi baba yako nakuombea.
nakupa radhi zote, nakupa baraka zote, uende ukaishi salama na familia yako ili upate kuendeleza huko. Nyakioza, mbona unaniita jana? Mimi kukuita kwangu hapa. Sawa? Nimekuja kukupa taarifa. Taarifa gani? Yaani hapa ninapoongea na wewe. Muda huu na majira haya. Haya. Na saa hii. Sasa hivi. Nimesema. Aya. Sasa rafiki yangu ndio anakuita haraka hilo. Mtu kishakuwa nyumbani. Nini shida? Tekeleza ile mipangilio yetu ile tulikuwa tumeipanga ile, yani katika mchakato wetu. Ikishakaa safi ile pale, kila kitu kimekwisha. Sasa wewe unakaa unaanza kufikiria mpaka unanisumbua mimi, Mr. Matambiko, natoka huko mbio nafika hapa. Sawa. Lakini nitakuja nikupa taarifa sio mbaya, ndio ninavyokuambia. Hapa ninavyokuambia hapa. Nishamaliza. Nishampambika mtoto. Mambo yote nimemaliza. Yaani hamna kitu kilichokuwa umenifresha kama hicho kwa. Neno la kutaja neno matambiko, yani sasa kama umechukua jina langu mimi umenifanyia yule mtoto. Mimi ndio naitwa Matambiko. Mtaalamu matambiko. Yaani umemtambika mtoto. Wewe unanifurahishaga mimi. Yaani sana. Kwa hilo basi, mimi nikwambie kitu kimoja, ili tufanye limisha. Fanya michakato yako hiyo. Ukishaona kila kitu kimekaa safi, basi tutakuja kunalimaliza. Basi sawa. Lakini pia na nyinyi msiniangushe. Sababu mimi tayari kila kitu kabisa. Tulikuwa tumeshapanga yote, nimeshatekeleza na nimeamaliza. Hilo limeisha. Hilo. Mimi binafsi Mr. Matambiko nakuahidi, hatutoweza kukuangusha. Hatukuangusha. Kweli hatukuangusha. Yaani hilo limeisha. Sawa? Ila tu hapa mimi ninachokiona hapa, naelekea kwa yule mama yule Shikulukwilu kule. Maana wewe unanipigia simu unaniita njoo kupitia darubini hizi mambo yetu yale hizi. Na yule naye kanitumia. Kwa hizo kazi zinaingiliana simu hizi mbili. Si umenielewa? Kwa hiyo nilipoiona yako ngoja kwanza nianze kwenye kioze kwanza. Nimekuja hapa. Ngoja nikuache kwanza nielekee hivi. Yaani hapo unavyoona nilikuwa nataka nipige ndege wawili kwa jiwe hili moja. Umeniita wewe, afu na mama yule mama Kisukulu naye kanita njoo. Sijajua naye ananipa shida gani. Okay, usiongee sana, mimi ngoja nifuate. Wow. Haina shida. Yaani hapa tunakuwa kazi bali mshaba. Bolingo time, muda bolingo time maana. Kisha. Najua hata na mimi leo kali nikanisha swala langu siwezi nikajielezea damu. Mbaya. Karibu mwanangu, sisi tuko hapa nyumbani. Kwa mama mimi nipo. Sisi tunahangaika na masuala ya shamba. Shamba tena? Ndio. Mwenye mama kaenda shamba, ndio nikapitia hii goro nyojo wasalimia. Tena shamba tena mama. Mama wa close tena. Mimi na shamba vitu vile tofauti jamani. Wewe hatari sana. Ni mama mwenyewe anijua. Sijaanza shamba wazangu baada shamba. Haya. Mimi jamani sina muda mrefu, nataka niondoke. Niende shamba tu. Vipi lakini nyumbani? Mama jambo, baba jambo, wote gani kwa kifupi wote hawajambo. Mzee mwenzangu anaendelea vizuri. Jambo, nena ajitafuta kidogo jambo. Basi jambo tena. Mimi nataka nipigie shamba tena. Mwana. Nibakisha chai ndani. Ndio basi afia yako apate kinyana. Najua tena. Sawa mama. Haya, jamani. Mimi sina muda mrefu hapa. Nataka niwaache. Muendelee kumfariji mwenzako hapo. Haya. Ai, tena. Hata sikuelewi. Ndugu wangu anakusema mama katoka hapa kasema kanipe chai. Nisema tena kuna lingine. Naye. Kama unajua kada yangu humu tu. Hauna baya wewe kwenye kula mimi nina baya. Tu. Hebu kalete bwana, watu tuongee mambo mengi. Unataka kuandalia. Poa.
Mkubwa shikamoo. Baba mwanangu, jambo. Jambo. Mnaendeleaje? Si wazima mkubwa. Damwana shikamoo. Baba mambo. Unishindi mimi mpaka nimemng'ang'aniza mama, twende. Hata hivyo ni amening'ang'aniza. Naomba nipeleke. Nipi nikasema mama twende nipeleke. Na sijui kama tutakuta na maskini. Hapa nipenda shoga yangu mie. Hapa tiraja. Na upole wake. Hajabadilika. Nikajua nikienda nikirudi nitakukuta kidogo umechangamka. Jamani mtakibidini tena jamani. Namba kuchangamka ni mjini. Kumbe ndo najipoteshaga sasa. Kuchangamka yani kwa msichana yote, iwe shamba, iwe mjini, vile. Kweli? Sana mimi natamani siku moja niende mjini, nikaone palivyo, nione magari. Ai. Haya. Pia tuna muda mrefu mpaka turudi nyumbani. Vipi lakini hata chai? Sasa mambo ya chai tena jamani, mpaka niende shambani nikatafute miogo. Nipike chai mimi, chai ndio nisaka. Nimepanga nikiamka hapa. Ndio. Kwa nyingine. Vipi tena? Kuna matatizo? Ndio. Matatizo gani? Damu anashika na uchungu. Uchungu? Ndio. Uchungu umemwacha saa ngapi? Sasa hivi. Hebu tuondoke. Jula. Oya. Ndugu yangu vipi? Fresh, niambie. Fresh, mambo vipi? Fresh. Kama kawaida. Niambie. Shwari. Kwani ndio kwa muda tuondoke? Haina shida ndugu yangu, tuondoke. Halo? Habari? Safi kwema? Kuna tatizo? Haya mama, nakuja sasa hivi, nakuja sasa hivi mama. Haya, sawa. Hivi ndugu yangu, nimepigiwa simu hapa na mama. Kuna tatizo kuhusiana na shemeji yako. Sasa naomba unipeleke mara moja. Ina shida ndogo. Sawa.
Sasa hivi. Yakioza hiyo. Yakioza. Baradula. Naam. Pole sana. Asante sana. Kwa sababu haya ni maisha. Ndio. Alitangulia, kachatangulia. Ndio. Yeye katangulia, tunafuatia. Hata mimi pia najua mipango ya Mungu. Ndugu zangu. Jamani pole. Asante. bana. Sasa ngoja tuache. Sawa. Ila asanteni sana bana. Hamna shida. Labda Poleni sana ndugu zangu. Asante sana ndugu yangu. Poleni sana. Sawa. Aliyakuwa kwamba Mungu ndiye aliyopanga. Ndio. Na ndio Mungu ndiye muweza na kila kitu. Sawa ndugu yangu. Asante sana bana. Mbona Dula? Sasa nikuja nakupa pole. Magari nakuja nasema huo ni uwezo wa Mwenyezi Mungu. Ndio. Kwa hiyo usichukulie hasira kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, tukufuru. Sawa. Basi sawa, haina shida. Haina shida. Usikae kwenye hali ya ujinga. Ndio baba. Kwani kifo kimepangwa. Hii ni mipango ya Mungu. Na tayari ameshapanga. Yeye ametangulia. Lakini safari hii sio ya kwake yeye peke yake. Ya kwetu sisi sote. Tutakwenda huko. Ndio baba. Sawa mwanangu. Sawa. Sasa hivi usikae roho yako ikawanyangama moja kwa moja. Hapana mwanangu. Wewe bado ni kijana. Tena kijana mdogo. Ndio. Umenielewa mwanangu? Nakuelewa baba. Na kama kijana mdogo utapata tu mtoto mwingine. Sawa mwanangu? Sawa kabisa baba. Sasa usikae kwa unyonge. Nakuelewa. Sawa. Natokea tu. Sawa baba. Twende. Kama tulivyokubaliana washirika wenzangu, nimeamua kukutoa kichanga hiki badala ya binti yangu. Hivyo basi, nimetimiza wajibu wangu. Hivyo basi, nimemleta kwenu ili kutimiza ahadi yangu. Sawa. Katika majambo hujawahi kukosea katika majambo haya. Mimi nikupa pongezi sana. Mwanangu sana. Nashukuru kwa hiyo. Na pia kutokana na wenzetu wametoka wameenda kwenye majukumu mengine, kama unavyojua kwenye kazi zetu za kichawi. Ukifika muda huu watu wako na mihangaiko. Sisi tuko hapa kwa ajili ya kuchukua dhamana ya watu. Anaonekana hajai kumya. Basi ngoja mimi nimtabishe.